wa Simba, wanachama wa Simba hawajui kinachoigharimu Simba. Au mashabiki wa Simba ile kauli anayoizungumzia afisa habari wa upande wa pili kwamba ana jasusi ndio inawachanganya? Inawachanganya. Sasa wamemtaja jana. Ndio inawaharibu akili. No sense kabisa. Mbona watu wamemtaja jana? Very no sense kwa sababu Bipo, mimi nina ushahidi na najua ni nani anayeharibu Simba. Na hapo baadhi ya mashabiki wa Simba, ma-influencer kabisa wanajua. Uzuri wangu mimi sijichagui, sibagui. Wote wangu hawa. Kwa Dosa unataka kuniambia na ushahidi unao? Yes. Yeah. Na mimi nitakwenda nao sehemu husika. Wakitaka ushahidi, nitakwenda nao sehemu husika. Huyu anajua nani anayeharibu Simba. Nimekaa jana na ma-influencer wa Simba zaidi ya 15. Tumezungumza vizuri. Ni nani anayeharibu Simba? Na wanajua. Na wanajua. Sema hela tu. Na hiki kikao, haya maneno ambayo nilikaa nao mimi kabla ya kwenda pale kwenye presi. Dosa jana ulishiriki kwa namna moja au nyingine nilikaa nao. Wengine wakaniomba Dosa katusemee. Sasa ndio umeshiriki hapo. Sikushiriki kwenye Albadili. Kwa hiyo Albadili haikuhusu. Bipo, baada ya shutuma nyingi za Murtaza Mangungu. Mpaka na mimi kuna wakati nilikuwa namshtumu sana Mangungu. Na nilimshtumu kwa sababu ile ambayo vita anopigwa nikatamani kwa level alivyofikia sasa kuachia madaraka, kulinda status yake. Sababu Mangungu licha kuwa tu alikuwa ni mwenyekiti wa Simba, licha kuwa ni mwenyekiti wa Simba, bado alikuwa ni mbunge wa Jamhuri, alikuwa kiongozi wa serikali, lakini bado alikuwa kwenye wizara nyeti ya hii serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyeti. Ndio. Unajua hilo? Tunajua. Alikuwa kwenye wizara nyeti na kuna mtu mmoja akaniambia yule usimchezee. Yule jamaa yani sniper kasingiziwa. Sitaki kuniambia. Na huyo jamaa kanihakikishia Mangungu atoki pale mpaka uchaguzi 2027. Unasema? Kanihakikishia. Sana sema Mangungu atoki pale mpaka 2027. Habari nzito hizi. Ndio unatupa hapo, unatupa. Sikupi kwa ubaya. Mangungu hawezi kutoka pale 2027. Ndio katiba ya Simba inavyosema. Mtu anaingia kwa uchaguzi, anatoka kwa uchaguzi. Kumbe sio mwezi huu wa 6. Sio mwezi huu 2026, 2027. Okay. Jana kuna mtu pembeni kaniletea ile faili. Sasa si ndio mwezi wa 6. Lakini Bipo, kama hiyo haitoshi, waulize mashabiki wa Simba. Ndio. Wanachama wa Simba. Wote hawa. Wanaopiga kelele, wanaosema wote waulize. Shida Mangungu ni ipi? Mangungu kwenye timu yeye anasimama kama mwenyekiti wa club. Ndio, anasimamia mapato ya uchumi. Nisikiliza vizuri, anasimama kama mwenyekiti wa club. Upande wa mwenyekiti wa club una watu 5. Ndio. Upande wa wakurugenzi wa bodi una watu 8. Jumlisha wangapi? 8 wa 5, 11. 11. Hivi viongozi wote 11 hawaonekani makosa yao zaidi ya Mangungu? Kuna hisi kuna nini hapo? Tupe. Na kuuliza viongozi wako 11 tumepiga hesabu 8 na 5 12 hiyo 13 hiyo 13 8 wakurugenzi wanatoka kwenye bodi 5 kuna kutoka kwenye timu 13. Watu 13 ni viongozi hao. Hivi hawa wote hawaoni ubaya wa Mangungu? Na kama kweli Mangungu ni mbaya, hawa viongozi wote 13 wanashindwa kumuondoa Mangungu? Fikirisha akili. Nakwambia kwa nini anajadiliana, anajaribu tena kwa nini? Mwenyekiti Ngunguzi akitoka huku kwenye klabu akiingia kwenye bodi anakuwa ni mjumbe. Mashabiki wa Simba wanasema hili. Sasa chukua hii. Mwenyekiti wa kamati ya usajili anatoka upande wa bodi. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya klabu anatoka upande wa bodi.
Sikiliza vizuri. Inaongozwa na Babuli. Sikiliza vizuri. Mwenyekiti, sikiliza vizuri. Mwenyekiti wa kamati ya roho mbaya anatoka upande wa bodi. Kumbe hiyo kamati ipo. Mwenyekiti wa kamati ya mipango na matumizi anatoka upande wa bodi. Mangungu unamlaumu vipi hapa? Kila kitu wameshikilia wao. Je, unawasikia mashabiki na mainfluencer wa Simba wakipiga bodi? Wakizungumzia bodi? Hapa. Au umemsikia shabiki yoyote anamwambia tajiri ufai? Akili za mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba wanaamini tukimwataki tajiri akiondoka sisi tutakuwa basi. Tukimwataki tajiri akiondoka itakuwa basi. Kumbe sio kweli. Maisha yapo kwa ajili ya kujifunza. Maisha haya yapo kwa ajili ya kuanza moja. Ndipo ugomvi wa klabu hii ni upande wa huku na upande wa huku. Ndio. Yaani wenyewe kwenyewe. Upande wa bodi kule inamuona adui huyu jamaa. Kwa sababu anadai. Na huyu jamaa kawekwa kwa mkakati maalum kuhakikisha Simba inasimama. Chukua hii. Kumbe pale hizi kung'oka pale. Ang'oki. Hatari na nusu. Kawekwa kwa mkakati maalum kuhakikisha hii klabu haiuzwi, hii klabu haidhulumiwi. Lakini sasa mashabiki wengi wa upande wa pili akili zao hawazifikirishi, wanaamini kwamba huyu ndio kirusi. Kumbe huyu ndio mtetezi, huyu ndio muokozi. Na mimi nachokwambia Ibipo, chukua. Very exclusive. Ndio. Mangungu atoki na Mangungu anaenda kuwa mwenyekiti wa bodi. Mangungu atoki na anaenda kuwa mwenyekiti wa bodi. Wametaka ndo hivyo, wasitake hivyo hivyo. Ndipo mimi hivi ninavyokuambia bado naendelea kukwambia. Nina ushuhuda. Ndio. Mwenyekiti wa klabu kila mechi kila mechi anakutana na wenye vitu wa matawi na makatibu wa matawi. Ili mradi Simba ishinde. Wazee wa kutibu mipango kina nani? Sikiliza vizuri. Mwenyekiti wa klabu kila mechi anakutana na wenye vitu wa matawi na makatibu wa matawi. Na mbali zaidi anatoa kila mechi 300,000. Usitaki kuniambia. Wewe unayo hii? Sina kaka. Je, umemsikia mwenyekiti wote wa tawi akamtetea Mangungu? Katibu wa tawi akimtetea Mangungu? Watu wataka ng'oke. Au akilizungumza hili? Watu wataka ng'oke. Unasikia hayo. Ng'oke tutaki. Sasa wanazungumza kitu ambacho hawakijui. Lakini kama wenye vitu wa matawi wa klabu ya Simba, matawi yote wakiwa waungwana, watatoka mbele watazungumza hili. Mimi naona ajabu. Mtu kama Kisugu, mtu kama Shabani mpira pesa, pasi milioni, na wale wengine wanakusanyika wanakwenda kutengeneza hoja dhaifu tusome Albadiri. Majasusi wa Alikamwe na jamaa. Eti anayesema Simba vibaya Albadiri mkute. Baba yako kakupeleka shule katumia gharama kuja kuzifanya mambo haya. Sio mchezo. Sasa mimi nakwambia. Wote wataja na wengine wote wanajua tatizo la Simba. Tatizo la Simba wanalijua. Wote wanalijua. Sio Mangungu wake. Wote wanajua. Kapa shida kwenye kamati ya lomba yako. Huku kwenye bodi. Na ukitaka kuamini msikilize vizuri. Julio. Julio yule ni mwana Simba mwandamizi. Lakini Simba na sio Simba vilabu vyetu hivi. Ukiwa una uthubutu wa kusema ukweli wewe unaitwa mamluki. Kabisa. Ukiwa una uthubutu wa kusema ukweli wewe unaonekana msaliti. Na haya shatukuta sisi. Ndio. Mara kwa mara tushapigwa hivi vita. Lakini Julio kamwaga mboga, kamwaga ugali. Kasema viongozi wa bodi watupishe. Anajua mgogoro ule unasababishwa na nini. Ndio. Watu wametoka front kuiwa ile story au unataka kuniambiaje? Yes.
Ndio misindo mikakati ilivyokuwa. Yes. Kwamba Julio isionekane kama ni kweli. Sikukwambia bahati mbaya. Baada ya hizo kelele, mwenyekiti anawapigia hawa ma-influencer wa Simba, anawauliza hadi wewe. Anawauliza. Mimi kuna mtu mmoja simu yake nimeitrack. Kila anachoongea na mwenyekiti nasikia. Jasusi wewe au sio? Mwenyekiti anamuuliza, hadi wewe unanisaliti? Na huyo mtu anaambiwa hivyo kashakula 300,000 ya kila mechi. Kama watu wako tayari kuoga vumbi, kumbe wanajua tayari mpunga umesoma. Na hawa wanaopewa 300,000 akili zao naamini hela haitoshi. Tukiupata upande wa pili tutachukua MM hapa. Kumbe sivyo kabisa. Upande ndio ufai hata kidogo. Rafiki yangu Nasoro anasema ushawahi kuona tajiri akawa mwindi. Tajiri mwindi changamoto. Lakini ma-influencer wa Simba kama wakiamua kusimama kwa haki watamtaja mchawi. Hii Albadiri wanazunguka tu kuwageresha wenzao ambao hawajui mambo yanayoendelea ndani ya Simba. Lakini hao wote wanajua. Sasa hivi imefikia mashabiki wa Simba wamegawana vipande. Kuna mashabiki ambao wanaamini timu inacheza vizuri lakini imerogwa. Ndio maana Albadiri Kuna mashabiki wanaamini timu yetu tatizo ni Mangungu. Wapo hao. Kuna mashabiki wapo wanaamini sisi ni bora kuliko mashabiki wale. Si familia hii? Mimi nawajua. Kwa mtu yoyote asikudanganye, mchawi wa Simba yuko pale pale juu. Mchawi wa Simba kule kule kwenye bodi kama alivyosema Julio. Kule kule. Wanahitaji serikali mpya. Kama walivyosema. Na Mangungu juzi kwenye kikao chao kawaambia kuanzia tarehe 1 anahitaji wanachama wapya. Nini anataka kufanya? Anataka kukataa wote. Kashawasoma. Je, umemsikia shabiki wote wa Simba kampongeza Mangungu kwa hatua aliyofikia? Na kila siku alikuwa analilia yeye. Na kila siku alikuwa analilia. Unamsikia Shabani Pira Pesa akilisema hili? Kimya. Mimi brother nilimuuliza Shabani. Hiki unachofanya sio sawa. Ndio. Tatizo la Simba wewe unalijua na nyinyi ndo ana Simba, yokoeni Simba. Mnaenda kudanganya watu, mtaka msome Albadiri. Simba mechi ya RS Berkane. Swali soma Albadiri. Imekwaje? Walipata sare. Walipata sare na RS Berkane? Mwaka gani walipata sare na RS Berkane? RS Berkane, sio walipata sare nyumbani. Finali. Si ndio nyumbani? Walipata sare? Kwa Albadiri iliwasaidia kupata sare. Hii ni Albadiri ya 3 nataka kuisoma na hakuna hata moja iliyozaa matunda. Kwa sababu Albadiri haimuhitaji mtu mnafiki. Bipu, mimi nawasaidia mashabiki wa Simba. Sababu wengine ni wakwe zangu, wengine ni shemeji zangu, lakini bado wengine ni washikaji zangu. Tatizo la Simba sio huyo mnomfikiria. Ni mwingine. Tatizo la Simba ni huyu ambaye yupo kwenye wakurugenzi huyu. Kama alivyosema Julio. Kama alivyosema Julio. Serikali mpya inahitajika. Wana Simba kama kweli wanahitaji mabadiliko. Wanahitaji timu yao irudi kwa sawa. Wazungu wanasema irikave. Waiondoe bodi. Waiondoe bodi. Basi. Bodi ya Simba. Waiondoe. 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 Ambaye anachagua Modeuji bwana weka hapa kaa. Waiondoe. Basi. Hiyo utakuja kunishukuru. Waiondoe. Itakuwa ndo mzizi umekufa. Basi. Bwana Dosa, nataka nikuhamishe kidogo.